Akasema kubomoa mlango 76,000. Ngoja kwanza. Wewe. Nimepata msiba wa rafiki yangu, nasafiri kidogo. Pole sana, pole. Umefiwa? Rafiki yangu kafiwa na ndugu yake huko. Kwa hiyo natoka mara moja. Ila sitorudi leo. Naondoka nitakaa takriban hata wiki nzima huko. Mama wewe. Kwa hiyo uangalizi wote huko chini yako. Nyumba, kila kitu na mambo ya kula utakuwa unaangalia mwenyewe. Pesa nimekuwekea pale kwenye draw. Sawa? Na mume wangu tayari nishamwaga. Kwa hiyo kalala huko ndani. Pesa utaikuta pale kwenye draw. Mimi naondoka. Haya sawa. Bye. Haya. Wiki nzima. Sawa, bye wasalimiage. Atakaa wiki nzima. Nabaki na hili lichizi hivi. A few moments later. Acha wewe, wewe. Acha, usituharibie mudi. Wazungu wanakuambia wewe. Hebu fanya mpango nipikie chakula bana, mimi nahisi njaa sasa hivi hapa. Wewe unasemaje, unajitaka? Nifanyaje? Kapike. Wewe, apiki mtu afu saizi kama ujui. Saizi hapa ni utawala tu, nikiamua kukaa hivi nakaa. Mimi saizi bosi ameshaniachia utawala. Yaani wewe unajua kuna kipindi nywele zako zilikuwa zimeanza kuota. Mimi mwenyewe nikafikiria kabisa kwamba nywele zinavyoota ndo akili zinaanza kuja. Na ndio maana ile siku pale umenitetea vizuri na nilikukubali sana. Sasa baada ya kunyoa tu hicho kipara, akili zishashuka na unaanza kujitia ujemedari. Wewe una ujemedari gani huko ndani? Unashindwa kunipikia mimi na kati umekuja kwa sababu ya kufanya kazi. Sasa sikia. Siku zile na kusemelea kwa bosi mwenye ulikuwa kanyonge, uliteteleka, ulikuwa baridi. Alafu nilipokutetea usije kaniona mimi ni mjinga. Sasa sikia, nakwambia hivi. Humu ndani mimi na wewe wote wafanya kazi. Wafanya kazi, mimi mfanya kazi. Hii wiki nzima unaosha vyombo, unapiga deki, unapika. Wewe nitakupiga. Umpige nani? Sikia, mimi na wewe ni wafanya kazi, afu mimi saizi humu ndani ni utawala humu. Humu ndani mwangu mimi saizi utawala. Akija mwanamke humu ndani saizi ukiingiza, nawapiga, alafu nawapiga wote. Wewe pamoja na wanawake vyako utawala tu humu ndani saizi. Kwanza TV yangu inagoma kuwaka toka nimeanza kuhangaika nayo. Wewe shetani kweli.